kusikiliza risala mwenyekiti wenu mnavotoa. Waambie changamoto tumezipokea na serikali tutazifanyia kazi. Moja ninalotaka kuambia, nimemsikia mwenyekiti Mizuhura anaomba uchumi ukikua basi tuongeze zaidi mshahara. Ndugu zangu, wanangu, chapeni kazi. Fanyeni kazi, tukuze uchumi. Unapokuwa mnajua mama huwa hana shida. Nasema changamoto ziko nyingi. Lakini pia napenda nizungumzie changamoto ya unyanyasaji wa waandishi waendesha ofisi. Wapo viongozi wanajiita mabosi. Wapo viongozi wachache wenye tabia mbaya zisizofaa. Wanatumia nafasi zao vibaya. Jambo la aibu. Baadhi yao wanalazimisha penzi maofisini na waandishi waendesha ofisi. Lakini wengine au watu wa ovyo hao, sijui kwa nini hawajaacha kazi. Wengine wanawanyima waandishi waendesha ofisi fursa za mafunzo mpaka wapewe penzi. Hata posho nazo ndio kama tulivyosikia wanawekea kauzibe. Pamoja na kuwa wanajua kada hii ndio inayosukuma majalada kwenda kwenye ofisi za malipo. Haya hayakubaliki kabisa. Pamoja na maelekezo ya serikali kutoa maelekezo waandishi waendesha ofisi waruhusiwe kushiriki mkutano wao, wapo baadhi ya waajiri kutowaruhusu watumishi wa kada hii kuhudhuria mkutano hii. Mheshimiwa, naomba ridhaa yako hapa niongezee kidogo. Kuna baadhi ya waajiri kama alivyosema Mheshimiwa Katibu Mkuu, kweli hawawapi washiriki hawa na iti zao ipasavyo. Waandishi waendesha ofisi baadhi wananyanyasika. Wanapewa half per diem. Lakini kuna wengine Mheshimiwa wanaambiwa nendeni mkatumie fedha hizo ambazo tumepeleka TAPSEA. Lakini inapofika muda kutaka kuja TAPSEA, baadhi wanapenda kutembea kwenye makodo kubembeleza wapate ruhusa walipiwe kana kwamba sio haki yao na stahiki yao.